Kwa majina naitwa Ruben Ambele Msomba. Ni mkazi wa kata ya Kilimampimbi, kijiji cha Ikomela. Hii hali kama mnavyoiona, huyu mdudu ndo mida yake ameanza kushambulia sasa hivi. Katika msimu huu wa baada ya mazao kuanza kubeba kama karanga kutoa maua, ameanza kushambulia. Kwa hiyo baada ya kuanza kushambulia, tumeona hali yetu imekuwa ngumu zaidi kuanza kutafakari namna gani tunamdhibiti huyu mdudu. Kwa baada ya kutafakari namna gani ya kumdhibiti, tumetumia njia mbadala kwanza kumwokota, lakini bado anazidi kushambulia mazao mengi. Na kipindi kama hiki ni kipindi ambacho wakulima tunahitaji maafisa kilimo wawepo katika mahali mahali pa mashambani, lakini mahali shambani wale wataalamu hawapo, na sisi tunaendelea kubashiri namna gani tunamdhibiti huyu mdudu. Kiukweli ndio msimu wake huu wa kwanza kushambulia. Huyu mdudu kwa mtu ambaye hamfahamu anaweza kumchukulia poa. Kiukweli huyu mdudu anashambulia mizizi ya kila zao, hususan karanga, nyanya chungu, mahindi, miwa, mpaka maharage, mpaka na nyasi zenyewe anashambulia. Akishakula mzizi tu wa nyasi zote zile, nyasi inakauka. Kwa hiyo huyu mdudu ni hatari. Majina naitwa Kenneth Resha, ni mkazi wa kijiji cha Ikomela, kitongoji cha Ikomela. Kwa kweli kwa huyu mdudu ni shida. Tumeshapika, tumeshaathirika pakubwa. Hatuelewi tufanyeje, kwa sababu mazao yote yameshaathirika. Kwa hiyo hatuelewi tufanyeje. Tulikuwa tunaomba serikali ikiwezekana itusaidie kwa hili. Nimelima karanga na mahindi, imeshambulia kwa kasi kwa kweli. Nyinyi ninadhani ni washuhuda, mmeshafika katika shamba, kwa mwaka huu tumeshakuwa tayari. Hivi tunaanza kujipanga tupate hela tuweze kununua chakula. Hatuelewi. Kwa sababu mahindi yote ndio hivi. Tunaweka mbolea haifanyi kazi. Huyu mdudu ameshakula mizizi yote. Tumetumia mbinu mbadala kuchimba, kuokota, lakini bado hatufanikiwi. Tunaokota bado wale wadudu vipepeo wanapita tena wanaacha mayai. Kwa bado hali imekuwa ni ile ile. Kwa majina naitwa Jairo Emmanuel Kamwera, mwenyekiti wa kijiji cha Ikomela. Kijiji changu kina vitongoji 4. Kitongoji cha kwanza ni Rupya, Ikomela, Waya na Mavula. Kwa huyu mdudu ameshambulia sana vitongoji 2. Ndio ni mkali katika kitongoji cha Ikomela na Waya. Ndio kashambulia sana. Lakini jitihada tulizozifanya ni kuwatafuta wataalamu. Na walikuja mwaka jana. Wamekuja kutafiti, wakaja na dawa zao. Zile dawa zilidunda. Wakaja mara ya pili. Walimchukua yule mdudu, akasema tunaenda naye maabara. Mpaka sasa hizi majibu hayajapatikana. Ila nikiwa kama mwenyekiti wa kijiji, kwa huyu mdudu ameasi sana. Hata maendeleo yatashuka. Maana wakulima wengi wamelima kwa gharama kubwa sana huu mwaka. Lakini mdudu ameshaharibu na ameshaingiliwa sehemu kubwa sana. Nashindwa kuelewa hata maendeleo tutafanyaje. Maana tunategemea wakishavuna ndo tunaanza kufanya maendeleo. Kwa huu mwaka kasi imeshaongezeka. Ila nilichokuwa naomba ni waombe wataalamu kwa muda huu ndio muda mwafaka. Yaani wangekuwa wanakuja muda huu, labda yawezekana ufumbuzi ungekuwa umeshapatikana. Maana ninachozungumza mpaka saa hizi kuna dawa zipo mpaka pale ofisini, lakini zile dawa zishadunda. Hazikufanya kazi. Sasa hivyo vinasaba ambavyo tunataka tunavifanyia utafiti DNA, si kitu cha wiki moja au mwaka mmoja. Tunapokuwa hapo unaweza kutuma data zikaenda wapi zikaja na wakasema bwana hii kitu kinasababishwa na moja, evolution yake ni kubwa kwenye majibu ya kisayansi. Kwa hiyo sisi hatua ya kwanza tulichukua sample kweli, zinaendelea na utafiti wake. Lakini katika yale mazingira kuja kwenye mafunzo, tulitoa baadhi ya viuatilifu ambao vinafanya kazi. Wafanyabiashara walikuwa wanaagiza vile viuatilifu ambao vilikuwa vinatibu hawa wadudu. Hilo tatizo lilivyoisha, ile ni biashara na wenyewe waliacha kuagiza. Kwa sababu mtu aweza kaa nauza kemiko ambayo hainunuliki kipindi kile. Hata sasa hivi ukiwaambia wakulima nendeni kanunue kemiko fulani inafanya kazi, wakienda madukani hawaipati. Kwa sisi ni swala tena la kuwakonvinsi waagizaji waweze tena kuagiza hiyo kemiko ili wakulima waweze kunufaika. Tufanye nini sasa? Ni pamoja na sisi wenyewe kama taasisi na serikali tuangalie namna ya kupatikana hiyo sumu ya kuweza kutatua hilo changamoto.
Kwa hiyo sisi kama taasisi natakiwa tushirikiane na halmashauri. Ukienda halmashauri, wana maafisa kilimo, maafisa ugani, wana taaluma ya kuendelea kuwasaidia wakulima, kuwapa ushauri. Sasa unakuta halmashauri yenyewe imekaa inachungulia taasisi fulani, wao hawana database yoyote.